Safi barabara kabisa. Karibu tena katika idhaa yetu ya Lufa Africa Media, na leo tuna mgeni hapa specially, na kama ulivyosikia pale kwenye background kabla tuanze kulikuwa na muziki pale, muziki wake msanii wetu hapa. Kwa hivyo tutakuwa pamoja na Bwana Kizito hapa, tutakuwa tukijadiliana na yeye, atakuwa akitujuza mawili matatu kuhusiana na safari yake ya muziki haswa, na pia atakuwa akiwahimiza wale ambao wanataka kuzamia masuala ya muziki na mambo kama hayo. Kwa hivyo endelea nasi mpaka mwisho, alafu sasa na wazalini lini tafika mwisho. Basi karibu sana Bwana Justin Henderson. Shukran sana kwa kunipatia fursa hii, kunitunuku fursa hii kuwa nanyi siku leo. Karibu sana. Kwa hivyo tukianza, kwa labda mwana Lufa Africa Media angependa kujua Justin Henderson ni nani? Labda wale ambao hawajakusikia ama wale ambao wamefuatilia muziki wako lakini bado hawajakufahamu kwa kina. Kwa hivyo kwa kifupi tu, Justin Henderson ni nani? Naam. Justin Henderson ni msanii chipukizi. Acha niseme chipukizi sababu labda ndio huenda nyimbo zimeweza kusikika. Jina langu rasmi naitwa Henderson Wanyama. Justin ni lakabu tu nilopewa na wenzangu zama zile nikiwa shule ya msingi na nikaona linanifaa, nikajitunuku, nikajita kwa usanii, nikajita Justin Henderson. Kwa hivyo Justin ni lakabu uliopewa na marafiki zangu kule shule ya msingi. Hiyo ndo jina pekee ambalo nilikuwa najua kwenye lugha ya Kiingereza. Ningeulizwa where are you, I'm just in. So the name was just in, but nikaona nikiweka pamoja inatengeneza kitu kijina just. You are just in. Mko tu ndio unaingia. Yeah. Kwa hivyo huyu Justin Henderson amezaliwa wapi, akakulia wapi? Naam. Mimi nimezaliwa kaunti ya Bungoma. Nimelelewa Bungoma, shule ya msingi inaitwa pale kijijini, shule iko pale kijijini inaitwa Haweli RC. Baada ya hapo sisemi kwamba nilifeli mtihani. Si kufeli, nilipasi mtihani. Nilipasi, nikapata alama zangu 346. Nikajiunga tu na shule ya upili tena pale tu kijijini. Na mwishowe juhudi zangu za masomo zikafuata. Shule ipi ya upili? Shule inaitwa Mabusi RC. Mabusi. Yeah. Nimesikia. Naam. Kule ndiko nilikosomea. Baada ya hapo nilikuwa natamani sana kusoma chuo kikuu cha Moi, na Mola naye ni nani akasikia dua langu. Kwa hivyo moja kwa moja kutoka shule ya upili ya Mabusi ulipofuzu ukaingia chuo kikuu cha Moi. Moja kwa moja. Ile kuna kipindi ambacho tulikaa nyumbani kidogo. Kile ndicho kipindi ambacho nilijaribu kutoka nyumbani tafute maisha nione. Sieti hakukuwa na maisha nyumbani, lakini nijue hali ilivyo nje. Kidogo nikashirikishwa kwenye media kadhaa, nikashirikishwa kwenye televisheni ya Magharibi TV kama mwanaripota wa mtaani, nikashirikishwa kwenye redio kule kijijini inaitwa Hendo FM kama mwendeshaji wa kipindi. Sasa hebu labda twende taratibu ili tuweze kuelewa kwa kina. Pindi ulipotoka kwenye shule ya upili, kitu cha kwanza ambacho ulifanya ama ulijishirikisha nacho ni masuala yapi? Nilipotoka shule nilikuwa nimeogopa matokeo. Nikasema matokeo yasinipate nyumbani sababu mtihani au kuniuia vizuri. Kwa hivyo nikasema wacha nitafute maisha. Alama zikija zingine niwe tayari nimepata kitu. Na rafiki yangu alikuwa anafanya kule radio, nikamwendea nikamweleza, akasema sasa utakuwa unafanya na mimi. Sasa nikakuwa naenda nikikaa na yeye nikitazama tu wanavyofanya kazi. Mwisho wa siku nikaambiwa naitwa Hendo FM kule Bungoma. Kwa nakaa tu nikitazama, mwisho wa siku msimamizi akasema huyu naye uje tukukaa tumjaribu. Jaribu kidogo, nikaambiwa basi sasa umepewa muda kuanzia saa 7 hadi saa 10 utakuwa unakuja hapa napiga kipindi chenu. Hivyo nikakuwa pale machachari sana. Kwa hivyo kipindi kile kilikuwa kile cha wale ambao wanakuja presenters, wanazungumzia masuala mbalimbali. Ilikuwa kipindi cha
wasanii sana sana, masuala ya vijana, masuala ya muziki na vijana. Saa 7 mpaka saa 10. So nikawa machachari. Siku moja kama mwendeshaji wa vipindi vya Magharibi TV amekuja huko, akanipata, akaona, akaniita, akaniuliza waweza fanya hiki? Nikasema naweza jaribu. Kidogo akaniita kule Magharibi TV. Nilipokuwa kule kama ripota wa mtaani, sasa nikaanza kutuma kwenda kusanya ujumbe Mount Elgon. Kule nikapatana na jamaa fulani ambaye akaniiba, sasa nikafanya BK Radio. Kwa hivyo ukatoka Magharibi TV nikarudi BK Radio. Kule ndiko nilikopigiwa simu, nikaambiwa basi muda wa kwenda shule ifika. Ulipigiwa simu na nani hasa? Mamangu mzazi. Nakwambia sasa uje uende shule, uendeleze na masomo sasa. Hiyo ni baada ya miaka mingapi baada ya kutoka shule ya upili? Ni miezi kadhaa, kipindi ambacho huwepo kati ya mwezi wa 11 hadi mwezi wa 9 tunaposubiri kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hivyo sio kwamba uliondoka kwa labda kwa kutaka kususia shule, lakini ni kwa sababu huo muda huo unakuepo tu. Nilisema nijishughulishe, nisijikaze tu, mwisho wa siku nijikute nimeanza kugawa mimba ovyo ovyo mkijijini. Kwa hivyo ukaingia mkarimu. Kwa hivyo ikafika Septemba mwaka wa 2024. Ukaingia chuo kikuu cha Moi. Baadaye mpaka sasa nipo chuo kikuu cha Moi. Masomo unasomea mambo yapi labda? Mimi nipo chuo kikuu cha Moi, kitivo ni elimu na ushauri na saha. Mimi nasomea ualimu wa Kiingereza na fasihi. Kiingereza na fasihi. English and literature. Hivyo hiyo ndio baadhi ya shughuli ambazo umefanya mpaka sasa kielimu. Sasa tuzungumzie masuala ya muziki ambayo ndio tumekuja kuwazia hapa, kama ndio yamefanya tukakutafuta. Kwa hivyo safari hii ya muziki ulianzia wapi? Kwanza ulijuaje kwamba unaweza ukawa na kipaji cha kuimba? Muziki kwanza kutamani kuingia kwenye muziki ilikuwa mwaka wa 2019. Wakati nilikuwa natumani darasa la 8. Naam. Hapo kulikuwa na hii genre ambayo inaitwa Gengeton. Ilikuwa ndipo sasa zinachipuka. Hapo ndipo nilianzia kuona. Siku moja nikaendea rafiki yangu alikuwa anaimba kidogo kwa kijiji, nikamwambia nisaidie na beat pia mimi nijifunze. Kanisaidia beat. Nikajaribu kuandika wimbo. Na ule wimbo ukakuwa ni wimbo mzuri sana. Watu wengi wakasema, hapa unajua. Nikakuja kijijini, nikatafuta watu ambao walikuwa wanajifanya wasanii ama walikuwa wanaona wako na kile kipaji cha kuimba. Tukaunda kundi vijana. Tukaunda kundi, tukajiita Wachapiaji Gang. Wachapiaji Gang. Naam. Hiki ni kijiji kipi hiki? Ni Nairobi ama? Mnaonekana kikundi cha Nairobi hivi. Hamna. Kijijini Bungoma. Mabusi ndani. So tukakuja kile kikundi tukakuwa tunaimba tuli record nyimbo 2 bila kukosea. Lakini mzazi akasema hapana. Wacha usijihusisha na masuala ya muziki sasa hivi. Enda shule ya upili kwanza, labda baada ya hapo tutakuruhusu. Kwa hivyo ulianza kujihusisha na muziki kabla hujaingia shule ya upili? Naam. Kwa hivyo nikakata ile nyota ya kuimba Gengeton, nikaachia pale. Ulikata au ulisitisha? Nilisitisha kuimba. Huko umeamua kwamba utawacha kabisa? Naam. Ulijua kwamba labda baada ya shule ya upili ama baadaye utaendelea? Nitaendelea. Nikiwa shule ya upili kidogo nikaanza kusikiliza zile nyimbo ambazo nilikuwa naimba awali, nyimbo 3. Nikasikiza maudhui yaliyokuwa naimba kwenye zile nyimbo, nikasema na pia mimi siku moja nitakuwa mzazi. Na nachoimba hiki mitandao siku zote haisahau. Mwanangu akiona hiki nitawezaje kumpatia mawaidha ama kumkataza kitu fulani. Na mimi babake nilikuwa naimba hivi, nikasema hamna, lazima nibadilishe mfumo wa kuimba. So nikaachana na mambo. Ulifikiria baadaye? Ulifikiria swala la maisha yako ya baadaye ndio ukaamua? Ndio nikaamua, nikasema acha niimbe nyimbo za kidini labda ama za kutia moyo. Kando na zile zingine. Ikabidi nimevunja ile kundi, nikawaambia nyinyi endeleeni na hivyo. Niliwaambia mimi nimeacha muziki. Lakini kuna Gengeton za kutia moyo. Kwa mfano wanaimba nani? Siwajui vizuri, lakini kuna wale wanaoimba masuala ya
Kuna wimbo unaimba sijui vijana waache miadarati, kitu kama hicho. Si ni genge tu? Ni genge tu. Ama... Lakini maudhui yake ni tofauti na maudhui tulikuwa tunaimba sisi. Kwa hivyo swala la muziki, labda kwa kifupi unaweza kutuambia umefikia wapi kwa sasa? Muziki baada ya hapo nilisitisha. Nilipovunja ile kundi nikasema basi sasa nitakuwa na uliondoka kwenye hilo kundi la vijana. Naam. Ulivunja ama mliamua kuvunja? Mimi nilikuwa kama mwanzilishi. Nikawaambia basi nyinyi endeleeni na kundi, mimi sipo. Nimeachana na masuala ya muziki. Uliwaachia kundi? Naam. Ukaondoka. Kwa nini ukaamua hivyo? Au kwa sababu ya maudhui? Sababu ya maudhui. Niliwashirikisha nikamwambia mbona tusibadilishe haya maudhui? Labda tuimbe nyimbo zinakaa hivi, wakasema hamna. Zile utaimbia kwa kanisa peke yako. Hizi tunataka nini za kutupatia pesa, tuitwe show, tuitwe nini? Nikamwambia basi ukaamua kuachia kundi. Sasa wewe ukaendelea kivipi? Mimi nikakaa chini kwanza, nikaandika nikasema nitabadilisha. Sitaimba ile genre nilikuwa na maudhui yale. Nikabadilisha. Kaanza kuweka maudhui kidogo, maudhui wingi wa kuelimisha kidini. Wakati huu ambapo unabadilisha umefika wapi kielimu? Kielimu nilikuwa niko hapa. Ulikuwa umefika chuo kikuu? Naam. So kwa hivyo hicho kikundi umekivunja juzi tu? Nimekivunja zamani, lakini kuanza uandishi sasa wa gospel. Nimeanza nikiwa chuo kikuu. Kwa hivyo sasa hivi unapiga muziki wa gospel au ni bongo? Gospel. Gospel. Ama kifupi wanasema educative. Hiyo wimbo ambayo nimesikia ni gospel kweli? Naam. Ni gospel kweli? Gospel. Nilifikiri gospel lazima iwe inaeneza injili. Gospel si lazima kueneza injili. Gospel ni ile kutia mtu moyo, ama labda tuseme kumpatia mtu ushauri kwa njia za kimungu. Unaona? Secular ni ile ya kusifia mambo ya ulimwengu. Naam. Kusifia mambo ya ulimwengu. Sherehe, wasichana, mihadarati, zile ndo secular sasa. Lakini mtu anaweza kuimba gospel ambayo ni secular. Kama haiwezekani. Gospel ni gospel. Secular ni secular. Lakini kinachowezekana ni mtu kuimba reggae au bongo ambayo ni gospel. Naam. Inawezekana. Gospel, bongo gospel. Yeah. Sasa yako ni gospel aina gani? Yangu ni modern gospel. Sio reggae gospel, reggae gospel. Modern gospel. Gospel za kisasa. Okay, kwa mfano kina nani? Guardian Angel, nyimbo kama hizo. Naam. Sasa wakati huu labda una umefikisha muziki mingapi? Nyimbo ambazo umedondosha hewani kwenye mtandao nimeweka nyimbo 5. Kwenye mtandao nimeweka nyimbo 5. Lakini kwenye simu ama kwenye hiki kisimu changu hapa, zile ambazo bado sijachapisha kwenye mtandao niko na takriban 14. Tayari unazidi kuboresha. Zimeshapikwa, ziko tayari. Ni kuandaa tu muda. Sema majira haya yanaenda na maudhui haya. Naachilia. Yanakwenda kwa majira. Naam. Bwana Kizito? Naam. Kuna wimbo ambao nimeusikiza, wimbo ambao niseme kwamba anavyosema kutegemea na majira. Nadhani pia nikijaribu kutazama yale mazingira ambayo ameutoa wimbo huu na haya majira labda ambayo anazungumzia, sijui alitumia kigezo kipi kuweza kuteua kwa sababu nikiangalia yale mandhari, ile hali ambayo anapitia, sijui ulifikiria nini ukasema kwamba acha sasa katika kule kunasa video, wacha tutumie haya mazingira kwa kutegemea labda yale maudhui ambayo umezingatia sana katika uimbaji wako? Naam, huu wimbo una maudhui yake. Kuna maudhui kadhaa ambayo nilikuwa nasema, na sana ukisema tone ama Kiingereza nasema mood ya huu wimbo ni ile ya mtu ambaye anajitia moyo yeye mwenyewe. Naam, sema kwamba sijachelewa. Kwa hivyo maudhui ambayo yako hapa ni ile kuna taabu na shida. Siwezi chukua shida nivae koti. Hapo ni ukitazama Kiingereza nasema irony, Kiswahili ni kinaya. Unaona mtu nina koti
na nafukuzwa kwenye nyumba, haiziendi. Unasema kwamba haziingiliani kabisa. Haziingiliani kabisa. Na labda wimbo huu ni kutokana na zile hali ambazo umepitia, kwa sababu umesema kwamba labda huko katika chuo kikuu, wakati mnavyojua kwamba wakati mwingi maisha ya chuo kikuu huwa na dhiki na tabu zake. Sijui labda haya ndio maudhui ambayo labda yalikuchangia, au ni kipi kilikuchochea wewe kuja kuibuka na wimbo kama huu? Yaani pengine ni hali halisi iliyotokea ama ni content tu? Wimbo huu sana nimeandika uhalisia wa mambo. Naam. Yale nimeyaona na yale machache nimepitia. Kuna yale ambayo nimeandika yenye nimeona ikitendekwa kwa watu. Na kuna yale ambayo niliandika kwangu mimi mwenyewe. Okay. Katika wimbo ule pia nimeweza kuona kwamba huyu mwenye nyumba au mwenye mjengo wake amekuja akakusalimu, kisha baadaye akakusukuma kando, kisha baadaye akaufunga mlango. Sijui ni ujumbe upi ambao labda ulikuwa na wapitisha au unaupitisha kundadi kwa wale ambao ni wenye mjengo? Pale kwanza nilikuwa na wale wapangaji. Naam. Nilikuwa nawaambia kwamba ile dana aliyochukua ya kuja na kunisalimu inamaanisha kwamba ni marafiki. Naam. Lakini unaona kwamba kwenye maongezi anabadilika. Nilikuwa naambia hawa wapangaji kwamba usione uhusiano wako na yule ambaye umepanga kwake ukazani ya kwamba yeye ni rafiki yako, kwa hivyo haezi kukufanyia chochote. Sema kwamba anabadilika. Huwezi sema kwamba najuana na yeye haezi nifanyia hiki. Ikifika ni masuala ya fedha ni fedha. Kwa nasema hawana utu, yani utu umekwisha kwenye wanaopangisha. Naam, bila shaka nikubaliana na kauli hiyo anavyosema, na iwapo una shauku hebu muulize utamu wa fedha kama alivyodhihirisha yule mwenzetu Judas. Tukiacha hayo ni kwamba katika wimbo wako pia nimeona kwamba labda kuna huyu binti ambaye niliona ukijaribu kumpigia magoti japo anakusukuma na kuondoka. Ni uhalisia au ni ubunifu au ni usanii? Alikuacha kwa sababu ya shida zako? Yale maudhui ya pale pa kuachwa na mke ni kile ambacho niliona kwa watu kikitendeka kwa watu. Naam. Hali inapokuwa ngumu unakuta kuwa hata mpaka mapenzi yanaisha. Siku hizi ni kama mapenzi yanajengwa kwa mali na rasilimali. Naam. Kwa hivyo wewe kibinafsi hujawachwa kwa sababu hiyo? Mimi sijawachwa. Wewe uko sawa? Na mimi ile ni sanaa tu, uigizaji. Mimi mwenye sipo kwenye mahusiano mimi na sipo tayari kuachwa mimi. Sitaki. Umesema hujawachwa, nikadhani kwamba uko kwenye mahusiano imara. Sipo kwenye mahusiano, ndio maana sijawachwa. Sababu ningelikuwepo labda kungekuwa na uwezekano. Lakini upo sokoni. Soko. Huenda nipo sokoni. Sio soko ya bidhaa, soko ya huenda nipo sokoni. Ile wanaitwaje? Soko ile ya Gen Z. Naam, tukiacha haya ni kwamba najua hii ni video ambayo imefanya kazi, imeweza kufanya vizuri kwa sababu nimejaribu kufuatilia kwenye mitandao, naona imepachikwa pale mtandaoni baada ya siku 3. Ile wimbo inaitwa Sijachelewa. Wimbo wenyewe unaitwa Sijachelewa na ni wimbo ambao umekuwa pale baada ya siku ngapi? 3. Lakini ukiangalia idadi ya watazamaji na idadi ya wale subscribers ni idadi ambayo kidogo inazidi kufanya vizuri chini ya labda masaa 72. Kwa hivyo hii ina maana kwamba ni jambo ambalo linatia moyo. Kwa hivyo labda nikiuliza tu kwa kifupi, baada ya hapa, baada ya kutuambia kwamba haujachelewa, ni safari ipi ambayo labda umetuandalia sisi kama watu wanaokufuata kwenye mtandao? Umetuandalia safari ipi, au labda unajiona wapi baada ya haya masaa 72 ambayo tumeweza kuyaona katika mtandao? Kwanza nawashukuru sana wa mashabiki kwa kukubalia ule wimbo na kupokea vyema. Hilo limenipatia picha ya kwamba mna imani na mimi na mnaisapoti kazi yangu. Hilo linanitia moyo na kuniambia kwamba nizidi kuwapatia kazi nanyi mtaniweka ninapostahili. Kwa hivyo kazi zipo zaja, labda zinasubiri tu uteuzi wa mikutadha mbalimbali na majira kama alivyosema. Na tukiacha hayo ni kwamba labda kuna wale vijana ambao labda wanajaribu kuichipuka katika uimbaji au katika usanii, lakini labda wanaona kwamba wamekosa rasilimali, wamekosa labda watu wa kuwatia moyo. Sijui una ujumbe upi kuwahusu au kuwaambia ili angalau pia wao wasife moyo, tukijaribu kurejelea dhana ya kwamba hakuna yeyote aliyechelewa, ni masuala tu ya muda? Kwa sababu pia ni maudhui ya nyimbo yako. Yani unaonyesha kwamba unatia watu moyo na kadhalika. Kwa hivyo unawashaurije watu kama hao?
Naam, vijana chipukizi, wasanii chipukizi. Unajua usanii ni ulingo mkubwa. Tuna waandishi, tuna wachoraji, tuna waimbaji, tuna wengi sana. Usanii ni kama mbegu, inapandwa na inaota. Kama wewe upo pale una kipaji. Kingaza nasema kwamba kuna striking of the content. Kuna wakati ambapo unapata maudhui fulani. Yanakili chini yale maudhui. Nakili chini kile ulichokipata kwenye fikra zako. Kuna mzungu mmoja alisema kwamba every dog has its own day. Na mwingine akasema kwamba nobody's future was prescribed poor. Kwa hivyo unapokuwa jitume, Mungu huwa analipa jinsi unavyojituma wewe mwenyewe. Jitume, kama una kipaji, onyesha watu. Tukirejelea maandiko kwenye Biblia, Habakkuk 2 inasema kwamba niandike maono yako na weke kwenye bango wayasome ili wasonge naye. Andika maono yako, onyesha watu kwamba una uwezo. Kuna wale ambao wana roho njema watakusaidia kurekod. Mimi sijasaidiwa kurekod. Nimepambanya mwenyewe hapa na pale. Hakuna, unajua vijana wanasema kwamba mimi ni msanii, wanajilinganisha na wasanii wakubwa. Guardian Angel, wako kwa mara kina Diamond, mara nini. Hicho ndicho kinachopotosha wasanii wengi. Wewe kama ni msanii, jilinganisha na wewe peke yako, wewe kivyako. Na kama mimi ni msanii, siwezi fanya mjengo, utapata wapi pesa ya kukupeleka studio kurekodi? Jihusisha na chochote kile, mtumaini Mungu. Hakuna mtu aliyechelewa. Siku yako inakuja. Sijachelewa ama hatujachelewa? Hatujachelewa. Naam, bila shaka hata sisi hapa kwenye studio nahisi kwamba hatujachelewa kama anavyosema. Naam, tukiacha hilo ni kwamba kumekuwa na tatizo kwamba labda katika ule usanii mtu anapochipuka labda huanza kwa kurekodi audio alafu analeta video baadaye. Nikitizama hii naona kwamba yako ni tayari ni jambo ambalo limeshikanishwa, kuna video ile na kuna ile audio. Imekuwa kuaje hapa? Naam, na labda unapojibu hiyo, nafikiri pia uambatanishe na watu ambao unafanya nao kazi. Tujuze labda masuala ya producer, umepata jinaje nao, umefanyaje gharama zako na mambo kama hayo. Okay. Naam. Ameweza kuniuliza kwamba masuala ya producer, nina jamaa mmoja ambaye namuaminia sana kwenye masuala ya utengenezaji na uundaji wa hizi nyimbo. Nilimjua zamani nilipokuwa nafanya studio. Nani huyu, tumpe mambo yake? Anaitwa producer Dantes. Producer Dantes. Naam. Kijana mchapakazi, kijana mdogo, miaka 25. Naam, 25. Anapiga kazi vizuri. Jua na yeye wakati nilikuwa nafanya kule Hendo FM, nikanamwambia siku moja pia na mimi nitaingia studio niimbe. Wanasema ndugu jikaze. Kwa hivyo siku moja nikaingia studio nikamwambia nipe beat. Akasema kaka, una uhakika? Sema nipe. Kanipatia mdundo, kujaribu kusonga nao. Kaona ipo sawa. Na yeye ni sisi ni kama marafiki. Mimi nikaingia kwa studio yake kama nina pesa ama sina pesa, na nikarekodi wimbo na akautengeneza na akanipa. Sababu ni marafiki sana. Naam. Na labda ukijibu lile swali la imekuwa kwaje, labda ukaweza kutoa video pamoja na ikilinganishwa na pale awali ambapo watu walianza kwa kutoa audio alafu baadaye wakatoa video. Sikutaka. Unajua kwanza mashabiki wakishapata kitu, wakishapata ile audio wakaisikiza, washajua kitambo maudhui. Kuna saizi wamechanjaruka. Sema hapa kwenye video kutafanyika hili. Kwa hivyo utakapotoa video yako utapata kwamba watazamaji watarudi chini sababu washaisikia kitambo. Naam. Mimi niliona kwamba kuliko niwapatie hiki ndio niwapatie hiki baadaye, wacha niunganishe zote kwa pamoja, niwapatie waone kile wanachokisikiza. Kwa hivyo ulikuwa umetoa audio lakini ukasubiri kwanza mchakato wa video uishi, ndipo ukarudi kunirusha zote. Naam, hiyo inaleta dhana kwamba labda baadhi yetu kama wasanii tunakosa subra. Tunataka mambo yetu yakwende kwa haraka pasipo na subra, alafu baadaye tukagharimika zaidi tulivyotarajia. Naam, labda tukimalizia najua katika usanii wewe ni mtu ambaye ni kioo katika jamii yetu, na kuna wale watu ambao labda wanataka wajihusishe nawe, kwa mfano hawa mabinti au mabanati. Tukirejelea hili swala la ubanati au mabinti au wachumba, sijui waweza liangazia vipi?
kwa sababu najua baada ya hapa kuna wale watu ambao nitakuomba uweze kuwapatia nambari zako au Twitter handles au Facebook handles. Najua wataweza kufikia pale wakikuambia, najua Justin, unajua hata mimi sijachelewa. Unawaambia vipi hao? Unawaambia vipi? Naam. Kwenye masuala ya mabanati, binti ama jenzi tunasema dem, Naam. Bwana misamiati lukuki. Misamiati lukuki ya kurejelea. Naam. Nasikia wanaitwa magushodo. Majina mengi tu. Majina mengi sana. Nisikia mahali shori. Shori pia ni msichana. Shori, naam, bila shaka. Wale mambo ya mashori yale. Naam. Mimi sipo kwenye mahusiano. Naam. Na sitazamii kuingia hivi karibuni. Naam. Lakini kama akinitunuku, mbona nikatae? Nani akikutunuku? Mtu Naam, bila shaka ni Mwenyezi Mungu. Labda nitampa mke wangu alafu ammalize. Unajua naweka mambo yako pia wakati mwingine huwa changamoto. Na kuna hao mabinti ambao labda pia wamejikita sana katika masuala ya usanii. Nasema kwamba ningependa sana nifanye kazi na Justin siku moja. Ningependa tusichelewe naye pamoja. Unawaambia vipi, labda kuna ile collab umetuandalia, kuna yale tueleze kuhusu hilo. Kwenye masuala ya kazi, mimi simfungie yote kufanya naye kazi, wala simlipishe yote kufanya naye kazi. Kazi ni kusaidiana na kusonga. Yeyote yule yuko pale awe binti. Unajua mabinti sana wanaogopa, sababu tukifuata kwenye mitandao mabinti wanatumika vibaya ili wafanye collab na wasanii, wanafanya nini? Wala mimi kwangu hayo hayapo. Utafanyaje ili dhana hiyo isisumbue, wasihisi hivyo? Kwangu ukija useme kwamba unataka tufanye collab, tutaongelea masuala ya muziki peke yake. Mimi si ile mtu wa kuchukulia nafasi sababu amekuja kwangu sasa tufanye nini. Hamna. Hamna hiyo. Lakini iwapo labda Mungu amemleta katika njia hiyo, kwa sababu nimekuwa nikitazama mahojiano ya Evelyn Wanjiru alivyopatana na mtumba wake, yalikuwa tu masuala ya muziki hivi. Kwa hivyo unasema kwamba wewe umeweka tayari ukuta, ukasema kwamba ukivuka huku utakuwa hapa katikati. Zingatia ukuta huu, kilichokuleta na kilichonileta kifanye tuende mbele. Labda utajuaje kwamba labda huyo ndio wako? Okay. Na pengine pia unajua wakati mwingine unaweza sema kwamba unaachana na mahusiano ili ufanye focus katika shughuli zako, muziki, masomo na kadhalika. Lakini wakati mwingine kuna yule ambaye haji kukupotezea muda, anakuja kushirikiana nawe labda masuala ya muziki. Unapata labda ukihusiana naye unaweza ukapiga kazi nzuri zaidi, ukapiga hatua kubwa zaidi. Unahisije? Kama vile aliposema labda amekuja hivyo na ndiye ametumwa. Kuna kile tunaitwa dhamira or rather instinct. Mnapotupatana na mtu mara ya kwanza kwenye maongezi yenu, kuna ule mvuto utaupata tu. Unajua huyu ni hivi. Lakini wale wengine wakija tunaukuta. Kama ni kazi tufanye. Sasa lazima uchunguze kwa kina. Naam. Na bila shaka tukiwa katika hatua ya tamati, labda kuna wale mabinti ambao kidogo wamekuwa sana na wewe karibu. Najua kuna jinsi ambavyo watahisi wakipata ujumbe kama huu, labda kidogo naomba radhi kwa sababu ya kutengeneza mambo kule pale nyuma ya tent. Na hamna radhi, sababu wanajua alipo wazi kwamba ni marafiki tu, lakini hakuna mahusiano yoyote. Bwana Anderson, kama tukimalizia kuna hawa watu ambao unawashirikisha kwenye video, kwa kizungu wanaita vixens kama sijakosea, wale ambao unapata yule mwenye nyumba, yule binti anafunga virago, unashirikiana nao vipi? Labda kuna mbinu ambayo unatumia kushirikiana, au mtu yeyote tu ambaye ana ari ya kutafute mnafanya naye kazi, wala wanaotokea ndani ya video zako? Simfungie yote kutoka kwenye video zangu, sababu wao ndio watakaotizama. Nikijifungia video niseme ni mimi na video yangu, sasa nitajitazama, sitapata ile hadhira kubwa. Mimi husema kwamba yeyote, sababu mimi nyimbo zangu kwanza wasiandike wimbo, naandika hadithi, kwenye hiyo hadithi ndio nitakayotoa wimbo. Kwa hivyo ninawahuska fulani. Unaandika hadithi kisha ndio nitoe wimbo kwenye ile hadithi. Naam. Nyimbo zako unaziandika zote? Kwa sababu kuna wasanii wengi ambao huandikiwa kisha wao ni kutia sauti tu. Mimi sijaandikiwa wimbo hata mmoja. Na sidhani kama nitaandikiwa. Wewe ni, kwa hivyo una kipawa cha kuandika nyimbo na pia kupiga muziki. Naam.
Na vizuri kabisa. Huyu ni Justin Henderson Wanyama. Kama alivyosema kwamba jina lake ni Wanyama, ile Justin alikuwa ndani ya kutochelewa. Labda kabla tumalizie, naam, na pia utatupa labda mstari mmoja hivi utakapokuwa ukimaliza. Lakini kuna hili swali, unajua muziki wako umesema kwamba ni wa gospel hivi, masuala ya kunasihi watu namna ya kuishi vizuri, masuala ya maisha mazuri. Vipi msanii mmoja labda aliyebobea ama ambaye amesikika tu wa secular haswa bongo haje aseme kwamba anataka kufanya nawe collab, utachukuliaje habari hizo? Utazingatia maudhui ya ule wimbo anaotaka. Ninao labda ni maudhui ya yale ya kusifia mabinti, hamna. Unasema hayo hayafai, haiwezi. Uwezi ukaimba yale, siwezi. Naam, bila shaka labda kabla hajatupa labda sehemu tu ya wimbo wake, kando labda na kuimba na pia kando na kuwa mwanafunzi, labda kuna kile ambacho unafanya. Umesema kwamba umekuwa mwanahabari kidogo. Naam, hasa katika kipindi hiki cha kutochelewa, hujachelewa katika mambo yapi labda kando na uimbaji? Kando na uimbaji nafanya nini? Kando na uimbaji labda niseme mimi ni mkulima tu. Nafanya ufugaji kidogo kidogo kule nyumbani. Unafuga wanyama wetu? Mimi nafuga kuku. Nina kuku. Nina kuku wengi naweza walisha. Wale pia ndio tulisha sisi ama kuku wale? Nikitumia wale kuku naweza lisha zaidi ya watu 500. Kwa hivyo kipato kama hicho cha kando ndio pia labda kinakusaidia kwa masuala ya muziki. Naam. Vizuri sana. Na bila shaka tumefika katika tamati, na tungemuomba Bwana Justin au msanii Justin angalau aweze kutupatia kipande au sehemu tu ya wimbo wake, kwa sababu nikisoma jumbe ambazo ninazipata kwenye Twitter handle yetu, anasema kwamba angalau watupigie tu kama mstari tuweze kusikia ni kipi ambacho anasema. Kwa hivyo keti kitako kaweze kumsikiza Bwana Justin akitondoa baadhi ya maudhui ambayo ametuandalia sisi kama watazamaji wake. Kuna kile kipande ambacho kinasema kwetu matatizo ni wimbo, yani furaha unafurahi kidogo, vimejaa vilio. Sisi tunakula leo, kuhusu kesho ni fumbo, yani Mungu peke ndo anajuaga watu wa sasa na wazalini. Lini tafika mwisho, nifurahi na mimi, yatoweke masikitiko, sasa na wazalini. Lini tafika mwisho, nifurahi na mimi, yatoweke masikitiko, katikati ya maswali magumu nasikia sauti kwa ndani ikisema sijachelewa. Basi muziki mzuri sana. Iwapo unataka kuzidi kusikiza, basi mtu atapataje muziki huo, na labda muziki yako mingine utapatikana wapi? Naam. Kwenye mtandao wa YouTube jina ni Justin Andersons Global. Facebook vile Justin Andersons Global. TikTok Justin Andersons Global. Yeah, Justin Andersons Global. Everywhere. Kwa kila social media platform Justin Andersons Global. Naam. Atapata pale muziki yako. Naam. Na mambo yako mengine ambayo unafanya. Naam. Basi tunamkamilishia hapo Bwana Kizito, labda cha kukamilisha tukimaliza. Na bila shaka tumeweza kumsikiliza msanii wetu ambaye tulimwalika kwenye studio, ambaye ni Justin, na tumesikiza kazi safi ambayo anafanya. Kwa hivyo langu ni kuomba na kuwasihi wale watazamaji na wasikilizaji wake, angalau tuweze kufika pale kwenye mitandao ya kijamii, tuweze kuweka like na pia tuweze subscribe, angalau tumpige cheki katika safari hii ya muziki. Kumbuka kwamba ukinishika mkono nami nikushike mkono, hatima yetu tutaifika. Shukrani. Asante sana. Kumbuka hii ni Lufa Africa Media. Bado tunazidi kukuletea masuala mazuri kuhusiana na lugha na falsafa ya Afrika. Zidi kufuatilia, hakikisha kwamba umesubscribe pale na tuzidi kufanya shughuli. Kwaheri.